Na 1997 Mungu ndo alianza kunitokea. Ni mtoto mdogo alianza kunitokea, nikamvunja mkono kwenye ofisi yangu. Alikuja akaniambia, Adam Haji, Yesu akupenda. Nikamwambia, wewe una akili wewe. Nikamshika mkono ile wa Shabab, nikamvunja mkono. Kamvunja mkono, sijui pale ameenda. Mwezi wa Ramadhani kafika, mimi nikiwa nina swali tahajjud, ndo Mungu akanitokea. Akaniambia, Adam Haji, innani uhibbuk, tena kwa Kiarabu. Adam Haji, mimi nakupenda. Nikastuka, nikafikiria ni uchawi ama uganga, kukimbia kwa mama anaona mtoto wake amerogwa. Lakini Yesu akanitokea. Kitu ambacho kimenishangaza mpaka leo, kuna siku nimekaa hivi, nina study Quran, Suratul Imran, nina study Quran, msalaba wenye damu ikaingia pale kwa room yangu. Nikaita ndugu zangu, nikawaita, nikawaambia kuna msalaba, kuna damu. Ndugu zangu wanasikia harufu ya damu na hawaoni msalaba. Ndugu yangu anasema umeua mtu, kwa sababu tunasikia harufu ya damu ya binadamu. Tunaisikia, wajua harufu ya binadamu. Na mimi nawaambia si msalaba inawaoni. Wakaenda wakaambia mama, kichwa yangu imeruka. Mama amekuja kwa nyumba, anasikia harufu ya damu, anaisikia, lakini haoni msalaba. Siku hiyo ndo nimejua ya kwamba damu ya Yesu iliyomwagwa miaka 2000 mpaka leo iko fresh, haijakauka, inaokoa, inaponya, inakomboa, bado ni fresh. Na 1998 nikiwa nimeshawishika, nikaingia kwa msikiti wangu ambao nimeujenga, nikaswalisha swalatul Jumaa, nikatoa hutuba zote, na nikawaambia ndugu zangu, mimi nimeamua nimfuate Almasih. Mimi nilitangazaga kwa msikiti yangu. Vurugu ikatokea, nikakimbia nyumbani. Kumbe baba mwenyewe amejua. Baada ya kutokewa na Mungu, siku moja nitawaambia vile nimetokewa na Mungu, kuna pale nataka kwenda. Na baba akataka kuniua. Nikakimbia porini, nikisema ya kwamba wazazi wangu watanimisi, wataniita. Misikiti 23 ya Kismayo, misikiti 23 ikatangaza maghrib, swala ya maghrib, ikatangaza ya kwamba Adam Haji amekuwa Mkristo, watu wamuue. Dada yangu akatangaza, atakaye muua Adam Haji atanioa. Dada yangu akatangaza hiyo. Nimeingia porini, sina passport, sina chochote, sina shilingi. Asubuhi ninaamka, usiku nikasema kesho asubuhi itafika. Asubuhi nimeamka, neno ninasikia ni takbir, Allahu Akbar. Wajamaa wananitafuta kama 200, wamebeba mapanga. Mimi ni kujificha kwa maposhi, kujificha, nikitarajia sijui kama nitakufia kwa hipo. Siku ya pili, siku ya tatu, hakuna msaada, hakuna sauti ya Mungu. Saa nyingine Mungu anakuita na ananyamaza, hakuna. Nikasema sasa usiku saa 8, mwanasheria mzima saa 8, mara ya kwanza nilienda saa 8 usiku, watu wamelala, ninaenda kwa pipa jalala, ninachukua ile nyama ya kuku watu wametupa, mwanasheria mzima na kazi zake, na mtoto wa tajiri, mtoto Haji Mohamed, ninaokota na paper bag vitu vya jalala, ninaenda kukula nikijificha. Yani starehe yote kapotea. Niko na kanzu moja imechafuka, niko na viatu open. Mwezi wa kwanza, mara mvua inanyesha, mara malaria, kutapika, hakuna pahali ya kulala. Nimeanza kukonda, maisha yamebadilika. Asubuhi unatafuta ni kutoroka. Mwezi wa kwanza ikaisha, mwezi wa pili ikaisha, mwezi wa tatu, sijui nitatokaje kwa hii pori, kwa sababu sijui watu wako wapi wananitafuta. Mimi ni kila usiku kwenda kwa jalala, kwenda kuokota chakula na nikule. Maji na kunywa ya chumvi, kwa sababu kwetu ni baharini. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mwezi wa tatu nimekaa juu ya miti, nimekata miti, ndo napiga mswaki. Nikasikia mtu anaenda anasema Adam Haji, Adam Haji. Nikamwangalia, ni kijana mwembamba. Nikamwambia toa nguo, akatoa. Kwetu kama mtu anakuita unamwambia atoe nguo, kwa sababu wengine wanaficha boma hapo ndani. Akatoa. Akaniambia Adam Haji, nataka kuwa Mkristo hata mimi. Kumbe yeye anafanya Food for the Hungry, FFH. Amepata habari ya Yesu na amepata habari yangu mimi nimeokoka. So ndio huyo akaamua kunifuata, nikamkumbatia, amevaa nguo yake. Tuko watu wangapi sasa? 2. Tuko kwa pori. Sasa mimi sina habari yoyote, yeye ndio ana habari.
Tumekaa kwa pori na muuliza Abdirashid, nipatie habari za Yesu. Anasema huyu Yesu pale kazini kwetu kuna Wakristo pale, kwa sababu ni NGO, FFH ni NGO. Kuna Wakristo wanakuwa na kitabu kingine nyeusi ina habari ya Yesu. Hii kitabu tutatoa wapi? Anasema hii kitabu hakuna Somalia, ima tuende Djibouti, Ethiopia ama Kenya. Tutaendaje? Asema Adam Haji, mimi ndo nimetoka Mogadishu, barabara zimewekwa roadblock, unatafuta kuuawa. Uko kwa TV, uko kwa news zote wanakutafuta uawe, hakuna pale unaweza enda. Sasa angalau tuko wawili sasa, hatujui kuomba, hatujui chochote, tuko tu tunapeana moyo, tunaambiana mbingu vile iko, tunatiana moyo, tunajificha angalau siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Yeye kwa sababu hakuna mtu anamjua, anaenda asubuhi, anazunguka kwa town akiangalia jalala ile ina chakula mzuri, alafu usiku anatuongoza kwa ile jalala ndio tuchukue haraka turudi tusitafute. Kumbe washajua hawa Wasomali wa kwetu tunakulaga jalalani. Siku moja iko harusi bwana, Abdirashid amezunguka akaona harusi pale iko, na mimi najua Kismayo yote. Akaniambia nikamwambia uko napajua. Akaniambia bila shaka wamemwa, kumbe wamejaza sumu. Sisi ndio hao usiku tumeondoka, nakumbuka saa 7 usiku na paperback, tukakuta nyama ya ngamia, nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo, tukajaza, tukasema leo tutakula kutoka jalalani bwana. Tumefurahi kwa sababu kuona nyama yenyewe ni shida. Tumeenda chini ya miti, tumeanza kukula, tumefurahi. Sasa ile tunafurahi, Abdirashid ndo ameanza kukatwa na tumbo. Na Musa Abdirashid ni anasema tumbo inanikata. Nikaambia labda ni uchafu. Mimi nimeanza. Tumeanza kutapika. Yeye ameanza kutoa mapofu hata mbele yangu. Tumelia usiku mzima ni kulia mpaka asubuhi. Abdirashid akaniambia Adam Haji, tufanye kitu moja, tushikane mkono tufe tukiwa tumeshikana. Kwa hivyo tukalala chini tukiwa tumeshikana mkono, tumbo inatuuma, tufe. Katika ile hali ya kusubiri kifo, kumbe kuna mama amepita ametuona. Sasa kitu ya ajabu, mimi nikasikia kwenda choo. Si wajua tumbo ikikata nikaambia Abdirashid nataka kwenda choo. Akaniambia enda mbali. Mimi nimeenda mpaka nimeona miti, ninataka kutoa suruali nikae chini, nimesikia takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Kuangalia ni watu kama 300. Nikalala chini. Mimi sikuwa na ushujaa ya ule baba. Yangu ilikuwa si hiyo ushujaa. Nililala chini, wakapita wakamkuta Abdirashid amelala chini. Ndio mimi naamka, wamemshika, wamemfunga kwa miti na waya. Wakaanza kumpiga kwa swali moja, Adam Haji yuko wapi? Na yeye anasema sijui. Ndio mimi nisikie, sijui Adam Haji yuko wapi, sijui yuko wapi. Anasema kwa nguvu ndio mimi nisikie, hajui. Mimi naangalia, akachapwa, akaanza kukatokatwa mwili mzima, akisema sijui Adam Haji yuko wapi. Mwili inakatika. Mara ya mwisho wakachukua shoka wakamkata hapa, ati damu imwagike, wanyama wamkule, wakaenda zao. Saa hiyo ndio mimi natoka kwa pori, nakimbia mchungaji kwa ile miti, nafungua hii mkono ilikuwa ishakatika karibu yote. Ameniangukia kwa kanzu, akacheka akasema, jana usiku nimeota unahubiri injili kwa ulimwengu mzima, mimi nimekufa. Nikamwambia sasa maana yake ni mimi sijui kuhubiri. Akasema kila pahali unaenda toa ushuhuda yangu. Ndio maana nashuhudia. Aliniambia hivyo, kila pahali unaenda toa ushuhuda yangu. Na akakata roho na akalalia. Mtu wa pekee nilikuwa naye, kanzu imejaa damu, kanzu imejaa kila kitu. Asubuhi, kwa sababu sasa nimekaa naye usiku mzima, asubuhi ni kuchimba shimo, kumtumbukiza ndani na kumzika. Nimebaki peke yangu. Hiyo ni mwezi wa 3. Nakaa porini, nikifika jioni naenda paka kutafuta chakula huko kwa jalala usiku, nakuja nakaa karibu na kaburi ya Abdirashid. Na Musa Abdirashid, umemwona Yesu? Kwa sababu mimi na imagine saizi yako na Yesu. Si hata utokee uniambie chochote kuhusu Yesu. Kaburi yake iko hapa. Nimekaa mwezi wa 3, wa 4, wa 5, wa 6 mpaka mwezi wa 10. Nimekonda, nimeisha. Nywele imeingia chawa. Nikaona watu 3 wanakuja mchungaji. Hao watu si wa Somali. Wakakuja, mimi sikuogopa, wakanuza Abdirashid yuko wapi? Nikaambia nyinyi ni nani? Wakaniambia sisi ni wafanyikazi, tulikuwa tunafanya kazi na Abdirashid, tumepata habari ameokoka. Nikawashika mkono, nikaambia Abdirashid huyo hapa. Wakanuza wewe ni nani? Nikaambia Adam Haji. Wakaniangalia wakaanza kulia, kwa sababu picha zangu ziko kwa TV. Niko kilo 96, nimenenepa,
nywele zimekatwa, sasa nimekonda kila pahali chawa, nywele zimejaa mayai ya chawa, kucha zote chafu. Wanaangalia mtoto wa Haji, kwa sababu kila mtu anamjua baba yangu. Wanaangalia, walianza kulia, wakanuza, wewe ni Adam Haji? Nikaambia ndio. Wakasema hukai. Sasa sina nguvu, nimelia. Nikamwambia nyinyi ni Wakristo? Wakaniambia ndio. Nikawauliza one, nitapata wapi kitabu moja nyeusi nimjue Yesu Kristo? Hiyo tu ndio ilikuwa kiu yangu. Nitapata wapi? Nitapata wapi hiyo kitabu? Wakaniambia tutakusaidia. Wakaenda kwa hospitali, kwa sababu mmoja ni daktari. Wakaandika kuna Mkenya amekufa, tunataka kumpeleka Kenya, kwa sababu hawaruhusu kuzika Somalia. Wakatengeneza jeneza ndefu. Wakakuja wakaniambia usiku saa 3, wakaniambia tutakutoa Somalia, lakini utabebwa na hii jeneza. Kwa hivyo iko na glass kubwa. Nikafunguliwa, nikalala ndani. Wakanipatia ile cotton, nikashikilia kwa mkono. Wakafungua kioo, wamebeba dawa, wamebeba maji, ile glucose na kila kitu. So tunaenda, tukafika mwisho wa Kismayu. Wakanitoa, wakasema aga mji wako, haujui utarudi tena lini, kwa sababu pale tunakupeleka ni mbali, pale kuna Wakristo. Mimi saa hiyo nimewaamini na hata siwajui. Nakumbuka nilisimama nikaangalia Kismayu pale nimezaliwa, nikasema sijui nitakuona tena lini, kwa heri. Mimi nimeamua nishike njia ya Yesu Kristo, hata kama sitaona familia yangu tena, nimeamua nishike njia. Nikabebwa kwa jeneza, tunaenda. Al-Shabaab wanasimamisha for check up, kwa sababu road block ni zao. Ninachukua ile pamba, ninaweka kwa mdomo. Nywele yangu si kubwa, imejaa chawa. Wanakuja wanachungulia ile kaburi, wanaona ni mtu ile jeneza, wanakuta ni sanda, wanasema pita, natoa. Wananiweka glucose, kama saa nyingine naamka na kula kidogo uji, wananiweka maglucose, wananiweka chakula, narudi tena pale ndani. Saa nyingine mchungaji, unawekwa chakula ile ya sindano. Wewe unajua ile sindano mbele. Al-Shabaab roadblock wanaingoa, wananifunga haraka haraka, kwa sababu maiti haiwezi onekana, wanaficha. Wanarudi nakaa, tukipita roadblock wanaanza kutafuta mshipa ingine tena kudunga, kutafuta mshipa ingine, kwa sababu lazima ni survive. Kutoka Kismayu mpaka Elwak ni wiki 4 nimekaa kwa ile jeneza. Lakini huko ndani hiyo jeneza nilikuwa najiambia, hii ndio njia nimeamua kufata. Nitafata polepole, sitakuwa na haraka, nitafata polepole. Na tukafika Elwak. Sasa wanataka kunitoa kwa ile jeneza, mimi sitoki, kwa sababu ngozi yangu yote imeshika ni nyama na mbao. Wakafungua, wakanimwagia maji ndio iweze kuachana, na wakavuruta. Kanzu ni ile imejaa damu. Nikaenda Dadaab refugee camp kuripoti. Nikaripoti, sasa wao wameniacha niripoti. Nikaripoti mimi ni refugee, nikaandikiwa. Kumbe wa Somali wote wameshaona Adam Haji. Nimepewa hema, walinipiga usiku mzima kutoka saa 12 jioni mpaka karibu saa 7. Wamenipiga wakinikanyaga kwa hema. Walipoona kama nimepoteza fahamu, wakaniweka kwa gunia, wakanitupa nje ya refugee camp. Refugee camp hakuna mtu anajua chochote kile kitatendeka. Mimi nikakaa pale. Ilikuwa siku ya Jumamosi usiku. Nimesikia maumivu, nikajaribu kujitoa kwa ile gunia, nikagundua sijakufa. Mbavu, damu yote inatoka kila pahali. Nimeumia. Lakini wale watu wameniambia utaona kanisa ina msalaba. Kwa hivyo nikazunguka nyuma ya refugee camp, nikasema sirudi. Ilikuwa asubuhi saa 2:00. Nimeumia kila pahali, damu inanitoka. Nikaona msalaba, nikasema Mungu asante. Nimeona Wakristo wenzangu. Nikaingia ndani. Kuingia ndani, Wakristo wote wakatoroka nje. Mimi nimeshangaa ni nini inatendeka. Wakristo wenzangu wakatoroka nje, wakapiga simu. Kumbe wamepigia jeshi, wakasema Al-Shabaab amekuja kubomu kanisa yetu. Jeshi wakakuja tena kanisani. Mimi sijui Kiswahili, wananipiga, wananikanyaga. Kumbe wananiuliza wapi bomu. Yule Msomali anatafsiri, mimi namwambia mimi ni Mkristo kwa Kisomali. Yeye anawadanganya, anasema bomu nimezificha. Ninakanyagwa tena. Nikaumizwa tena baada ya ile, na Wakristo wenzangu wakanikanyaga. Nikatupwa kwa Land Rover, nikakimbizwa nikiwa nakanyagwa mpaka police station. Yule OCS wa polisi ni mtu ameokoka, ndio akaniona, akatoa picha yangu. Mimi nikaona picha yangu, nikamlodea, hatuelewani. Nikamwambia angalia hii picha ni yangu, nikafanya hivi, na yeye akaangalia, akaanza kuwagombeza. Akanichukua akanipeleka refugee camp, kwa sababu hawezi kukaa na mimi. Akaomba ruhusa aweze kukaa na mimi. Haya, niko kwa bedroom yake, maumivu sasa, siwezi kutembea. Ananiombea, ananisaidia.
Mimi hata sijui anasema nini. Nimekaa karibu wiki ndani, ananipatia dawa, ananipatia kila kitu. Mimi nimesikia raha, nimeanza kupona. Hiyo room iko na choo. Siku moja mimi nikasema si vizuri ninakaa kwa nyumba ya watu na sisaidii chochote. Nikasema wacha niende nioshe vyombo. Ile natoka kwa mara ya kwanza room yangu, nikaona amekaa, anaitwa Afande Jeffa, amekaa anasoma Biblia. Nikaona kitabu cheusi. Nikamuuliza hii Mungu, akaniambia ndio. Akafunga, akaingia kwa gari mbio mbio. Kumbe amekimbia Life Ministry, wana Biblia ya Kiarabu, akakimbia akaniletea. Nikaona ile kitabu nyeusi. Nikaenda kwa room, hata sijaosha vyombo. Nikamwambia Abdirashid, umekufa, lakini ile kitabu nyeusi nimeiona. Nitamjua Yesu wangu. Nitamjua Yesu wangu. Nitamjua Yesu wangu. Sijui tamanio la moyo wako ni nini. Wakati huo tamanio la moyo wangu ilikuwa ni kuona hii kitabu nyeusi. Hii kitabu nyeusi ndio ilikuwa hamu yangu, nimjue Yesu Kristo. Nakumbuka aliniambia nianze kusoma kitabu cha Yohana. Nikaanza kusoma kwa Kiarabu. Nikaanza kuona Mungu ndani. Nikaanza kuona upendo wa Yesu ndani. Nikaanza kusoma kwa nguvu. Ananiuliza ni nini? Namwambia Abdirashid. Yaani nilikuwa nataka kusomea Abdirashid pale yuko. Asikie nimepata hii kitabu. Asikie nimeanza kujua neno ya Mungu. Asikie hamu yangu Mungu amekutana naye. Kila siku nilikuwa napiga magoti nasema Mungu, angalau nimeona hii kitabu. Hata nikikufa saa hiyo nina maumivu. Hamu yako leo ni nini? Wakati Mungu amekuita, unapotembea kwa hii safari, una hamu gani ndani yako? Kuna hamu gani? Una hamu ya kumjua Yesu? Una hamu ya kumtambua Yesu? Mimi natembea kila pahali na ubiri. Nimekuja hapa, Mungu ameniongeza kitu nilikuwa hata sijui. Ninamwambia Mungu asante, nikaenda kwa room yangu. Kwa sababu gani? Nina hamu na siku moja sisi sote tutaondoka kwa hii dunia, tutakutana na Mwokozi wa maisha yetu. Siku hiyo hatutakutana naye kiroho, tutakutana naye kimwili. Unajua baba yangu aliniambia, Adam Haji, wewe umekuwa Mkristo, sikuachii mali yangu, na kama unataka msaada sema. Nikaambia babangu, kama unaweza nisaidia, nisukume mpaka nifike kwa Yesu. Mimi nina hamu moja duniani, nitakapoondoka nimuone Yesu, nipige magoti mbele yake, nisujudu, nimwangalie tena Mwokozi wa maisha yangu, nisujudu mbele yake, nimwangalie tena aliyemwaga damu. Kwa sababu kila siku namuwaza, kila siku namfikiria, anakaaje huyu, mikono yake ya msumari inakaaje. Siku hiyo nitamjua vile mwimbaji atasema, na nitasujudu mbele yake. Tunapomalizia nataka kukuuliza, hamu yako ni nini? Tunapoenda kwa hii safari, hamu yako ni nini? Katika hii safari nimekuwa kidnapped, nimetandikwa, saa zangu zimeisha, siwezi kuendelea zaidi, nimepigwa, lakini hii safari kuna mpango niko nayo, nitaendelea nayo. Nimeteseka, sijui vile maisha yangu vile itakaa. Al-Shabaab wamenionyesha paka risasi, wameweka jina yangu juu, wameandika, wakasema watanipiga risasi. Mimi sijali. Wameweka kwa gazeti ati Adam Haji akikufa asizikwe, kichwa yake ichukuliwe ikae kwa miti siku 21 watu wote waone. Mimi sitajali. Kama watakata kichwa yangu wataweka kwa miti ni sawa. Mimi nitakuwa na Mwokozi wa maisha yangu. Nitatembelea watakatifu wa Bwana. Nitawaona watakatifu wa Bwana. Nitawatembea pale mbinguni, na hakuna pahali pazuri kama mbinguni. Akili yetu haiwezi kuwaza. Kila wakati tunasikia watu walioenda mbinguni, lakini kila mtu ameona sehemu kidogo. Siku hiyo tutakuwa na wazee wetu, tutaabudu pale, tutamwangalia, tutajuana. Hata mimi nitakujua Bwana, nitakwambia hongera kwa kufika, nitakujua Bwana. Tutafinywa, tutapigwa. Unajua mimi nimeambia kanisa yangu kitu moja, mimi nitaelekea mbinguni. Wakinikata mguu nitaenda tu hivi, wakikata hii mguu ingine nitaenda tu hivi, wakikata hii mguu nitaenda tu hivi, nitaenda hivi. Hata kama nitafika mbinguni nikiwa naenda hivi, sitasimama pale moja, sitalalamika, sitalia, nitaendelea na hii safari. Hata kama nitakatwa paka huku kichwa peke yake ifike mbinguni, lakini somehow nitafika kwa Mwokozi wa maisha yangu. Nitafika kwa Mwokozi wa maisha yangu. Funga macho yako siku ya leo. Tamanio la moyo wako ni nini? Tamanio la moyo wako ni nini? Tamanio la moyo wako kwa hii safari ni nini? Unatamani nini? Unatamani kusujudu mbele ya Mwokozi, ama unatamani maisha ya dunia? Unatamani siku utaingia mbinguni uingie kama shujaa, ama unatamani maisha mengine? Unawaza nini kwa hii safari?
Unawaza nini kwa hii safari tunapoenda? Tunapopata mafundisho ni kutakaswa, tunatandikwa, tunapigwa, tunatengenezwa. Saa nyingine mambo ni magumu, tunaambiwa rudisheni vitu vya watu. Saa nyingine mambo ni magumu, tunaambiwa mwe watakatifu. Lakini tutashika hii barabara, tutatembea na hii barabara, hata kama tutaenda kama tumezeeka, hata kama tutaenda kama vipofu. Nina wazee wa kanisa wametobolewa macho kwa kisu. Nina wazee wa kanisa wamekatwa miguu. Nina wazee wa kanisa, wamama karibu 3 sasa, wamekatwa maziwa yao kwa sababu ya kunyonyesha. Lakini tunaendelea na hii safari kama Yakobo vile, tunaendelea. Hata kama mguu haifanyi kazi, tutaenda tu. Tutatazama ule msalaba, tutatazama ule msalaba, tutatazama ule msalaba. Na siku moja na kutukanwa itaisha. Siku moja kupigwa itaisha. Siku moja mateso itaishwa, kwa sababu tutaenda pahali ambapo hakuna mwangaza, hakuna luku, hakuna chochote. Sura ya Yesu peke yake inaangaza bingu mzima. Yeye ndio nuru, yeye ndio taa. Siku hiyo hatutahitaji jua wala mwezi. Yesu Kristo ataangaza kila pahali. Tutakuwa kwa uwepo wake. Tutaabudu na wazee wote. Siku hiyo tutasikia raha. Tutamuona mchungaji Milkman, tutaona kina Sambo, tutakuona hata wewe. Tutakuwa mbele ya Mwokozi wa maisha yetu. Siku ya leo unawaza nini? Jitie moyo. Siku ya leo ni siku yangu ya mwisho. Nataka kukuambia jitie moyo. Hata kama utafika na mguu mmoja, fika. Hata kama utafika na mkono mmoja, fika. Hata kama utafika macho imetobolewa, fika. Fika dada yangu, fika ndugu yangu. Usizimie njiani, usizimie njiani, usizimie njiani, usichoke njiani, usichoke njiani. Jitie moyo. Daudi alijitia moyo ndani ya Bwana Mungu wake. Muombe Mungu kwa dakika moja. Mwambie Bwana nitie moyo. Mwambie Bwana nitie nguvu. Mwambie Bwana nitie nguvu. Unasikia umechoka labda, njoo hapa mbele nitakuombea. Nasikia Bwana akiniambia niombe wale wamechoka. Mambo yamekuwa magumu, umechoka. Unaendelea na hii safari lakini umechoka. Njoo tu. Njoo tutatiana nguvu sisi kwa sisi. Njoo nitakuombea, Mungu atakupatia nguvu mpya. Simama tu hapo Yesu. Njoo nitakuombea, Mungu atakupatia nguvu mpya. Mungu akupatie nguvu mpya. Leo nasikia mchungaji, tuombee wale wamechoka kwa hii safari. Wako karibu kukata